nikienda kusema kituo cha polisi nimebakwa, mume wangu atanielewa kweli? Atasema ilikuwaje wewe mpaka umefikia umebakwa? Kwa hiyo wanawake wengi wanabakwa na wanavumilia, wanaendelea tu na ndoa zao. Kitu ambacho pia ndani kwa ndani kinamla mwanamke. Kwa hiyo wanawake tuwe makini, kujilinda sisi wenyewe, kujihadhari, kutake precautions. Kwa sababu ni kama vile tunawindwa kila kona, ukigeuka huku unawindwa, ukigeuka huku unawindwa. Kwa hiyo ni sisi wenyewe kujitambua na kusimama na kusimamia haki zetu. Naitwa Bahati Likunda Manongi, hakimu. Sisi kama chama cha Tauja ambacho ni chama cha kitaaluma cha mahakimu na majaji Tanzania, ambacho kinatoa elimu kwa umma, kwa jamii, kunapokuwa na makongamano, kunapokuwa na hafla mbalimbali ambazo zinahusu haki za watoto, haki za wanawake, haki za kijinsia, unyanyasaji wa namna yoyote ile, basi Tauja inakwenda kwa ajili ya kutoa elimu juu ya masuala ya kisheria. Hii Tauja, hiki chama kimeanzishwa mwaka 2020 kwa malengo hayo ambayo nimeyaeleza, ambapo kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 24 mwezi huu wa Januari, mwezi wa Januari mwaka 2025, ilikuwa chama hiki kinatimiza miaka 25 ya chama hicho kutenda kazi. Lakini pia chama hiko cha Tauja kimekaribisha wanaume pia, maana yake ni kwamba sio tu wanawake. Kwa hiyo wapo mahakimu na majaji wanaume ambao pia wamejiunga na chama hiko cha Tauja. Kwa hivyo tunatoa elimu katika masuala ya mirathi kama mnavyoona vijarida vyetu. Tunatoa pia elimu kwa habari ya haki za watoto, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya usafishwaji haramu wa binadamu. Kila sekta Tauja inahusika, kwa sababu katika kulinda maslahi ya haki za binadamu mambo mengi huwa yanakata across. Kwa hiyo si kwamba imejikita kwenye kitu kimoja, hapana. Ni mtambuka, inadili na mambo yote yanayohusu jamii. Ikumbukwe tu pia chama hiki sio chama cha kibiashara wala hakipati faida yoyote. Ni kujitolea tu kwa wananchi kwa ajili ya taaluma tulionayo ya kisheria, basi tunatoa kwa jamii yetu uelewa juu ya masuala ya kisheria. Si kidogo kwa habari ya masuala ya ndoa na mirathi. Katika masuala ya ndoa, sheria yetu ya ndoa Tanzania, the Law of Marriage Act, ipo kwa ajili ya kulinda usawa kwa pande zote mbili, kwa wanaume na wanawake. Nikiwa na maana kwamba mapenzi yana mwanzo kabisa huwa yanakuwa mazuri na yanafurahisha, lakini kuna nyakati ambazo mapenzi yanafika mwisho, yanakuwa a rotten thing, yani ni kitu ambacho kinanuka, hakuna ambaye anatamani tena kukiona wala kukisikia. Kwa hiyo inapofika wakati huo, ni wakati wako mwanamke, sio tu inapofika umeachwa basi unakimbia, unaacha nyuma watoto, unaacha nyuma stahiki zako, hapana. Sheria ya ndoa ipo kwa ajili ya kutetea maslahi ya pande zote, ambapo mahakama itaangalia mchango wako katika upatikanaji wa ile mali, lakini pia kwa habari ya watoto. Watoto pia mahakama inaangalia upande ambao utakuwa rahisi au mtoto atakuwa comfortable, na upande ambao mara nyingi kwa watoto ambao wana umri wa miaka kuanzia wadogo kabisa mpaka miaka 7, na sasa hivi imesogezwa kidogo, wanakuwa katika uangalizi wa mama na baba anakuwa akihudumia. Lakini pia nitoe rai, kwa sababu wanawake wengi wanajisahau. Mtu anapoachwa anakimbia yeye mwenyewe, hapana. Mtoto unapaswa kufanya nini? Kuwepo naye kwa ajili ya nini? Ulinzi. Watoto wengi sasa hivi wanalawitiwa, wanabakwa kwa sababu wanawake tumejikuta tunawaacha watoto, alafu watoto baba anaamka asubuhi anaenda kazini, atawaacha na msichana wa kazi. Nani wa kuangalia mtoto? Watoto wanabakwa na ndugu zetu wenyewe, watoto wanabakwa na majirani. Yaani mtoto anakosa ulinzi, ule ulinzi stahiki, ulinzi kamili kabisa wa mama kama mama. Lakini pia kwenye swala la mirathi, wanawake wengi
wamejikuta waume zao wanapofariki wanakosa haki zao. Mashemeji, ndugu upande wa mume wanachukua zile mali na kugawa wanavyotaka wao. Hapana. Ifike sasa mahali mwanamke unyanyuke, ujitambue. Kweli umefiwa, umempoteza kipenzi chako ambacho ulikuwa unakipenda kabisa. Ifike sehemu unyanyuke, usimame na wewe uwe sehemu ya wasimamizi wa mirathi. Msimamizi wa mirathi anaweza kuwa mmoja ama wawili ama hata zaidi, inategemea tu na namna ambavyo mmepeleka maombi yenu mahakamani. Kwa hiyo unapofika ukawa msimamizi wa mirathi, itakuwa ni rahisi kujua na kugawa mali ambazo umetafuta na mume wako ili ziweze kusaidia familia yako na watoto. Kwa hiyo tusipoteze haki zetu kwa sababu tu ya kuona kwamba labda kujionea huruma. Mimi nasema kujionea huruma au sijui nani atasema nini nani, hapana. Inabidi kunyanyuka, kusimama imara mwanamke, kupambania haki zako. Lakini pia niongee kidogo kwa upande wa unyanyasaji. Mwanamke inapotokea mtoto amekosa kwenye jamii au mtoto ni mwizi au mtoto ni muhuni, ana tabia za ajabu, tayari inaonekana kwamba hizo ni malezi ya mama. Hiyo pia ni sehemu ya unyanyasaji. Mwanamke anapokosa kutoa maamuzi katika ngazi ya maamuzi, hiyo pia inatamkwa kama ni sehemu ya unyanyasaji kwa mwanamke. Lakini pia kwenye swala la mahusiano, wakati mwingine mume anaweza akawa anambaka mke wake. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu si mara zote mwanamke anakuwa tayari kufanya tendo la ndoa. Lakini sasa hivi wanawake wanabakwa bila hata, yani wanabakwa katika mazingira ambayo yeye mwenyewe kabisa anaona kabisa siko comfortable. Lakini wapi pa kusema? Mwingine anaona aibu. Na sasa hivi imefikia hatua ambayo mwanamke hata akibakwa na mwanaume yoyote anashindwa hata kwenda kituo cha polisi. Anawaza, hivi mimi nikienda kusema kituo cha polisi nimebakwa, mume wangu atanielewa kweli? Atasema ilikuwaje wewe mpaka umefikia umebakwa? Kwa hiyo wanawake wengi wanabakwa na wanavumilia, wanaendelea tu na ndoa zao. Kitu ambacho pia ndani kwa ndani kinamla mwanamke. Kwa hiyo wanawake tuwe makini, kujilinda sisi wenyewe, kujihadhari, kutake precautions. Kwa sababu ni kama vile tunawindwa kila kona, ukigeuka huku unawindwa, ukigeuka huku unawindwa. Kwa hiyo ni sisi wenyewe kujitambua na kusimama na kusimamia haki zetu. Kienda kusema kituo cha polisi nimebakwa, mume wangu atanielewa kweli? Atasema ilikuwaje wewe mpaka umefikia umebakwa? Kwa hiyo wanawake wengi wanabakwa na wanavumilia, wanaendelea tu na ndoa zao. Kitu ambacho pia ndani kwa ndani kinamla mwanamke. Kwa hiyo wanawake tuwe makini, kujilinda sisi wenyewe, kujihadhari, kutake precautions. Kwa sababu ni kama vile tunawindwa kila kona, ukigeuka huku unawindwa, ukigeuka huku unawindwa. Kwa hiyo ni sisi wenyewe kujitambua na kusimama na kusimamia haki zetu.